الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفسح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث. أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. عباد الله، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل في علا للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، فإن تقوى الله جل في علا. ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, anatuambia Allah jalla fi ula fi al-Qur'an al-Karim: walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'budun سيجزون ما كانوا يعملون. نعم عباد الله، إن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أعظم وأجل معلوم من علم بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه، لذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake ili wapate kumwabudu, na ndio maana Allah akatuambia ndani ya Qur'an: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fakaifa al-'abdu ya'rif ya'budu rabbahu, vipi mja atafahamu kumwabudu Mola wake? Fala budda an ya'rifa man huwa Allah, lazima atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni nani. Ndio maana Allah jalla fi ula, kwa kututakia kheri waja wake, akajitaarifisha katika Qur'ani bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, akajiarifisha kwa waja wake kwa majina yake yaliyokuwa mazuri na sifa zake zilizokuwa za juu. Falidhalika, na kwa jambo hilo basi, yambaghi ala kulli abdin, inapaswa kwa kila mja ajifunze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, lakini pia katika sunna zake Mtume alayhi salatu wassalam. Amma bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna hiyo sasa, kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu ametuumba ili tumwabudu, ni lazima tumtambue. Vipi tutamtambua Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima tufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah kajiarifisha ndani ya Qur'ani kwa majina yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutachukua majina mawili ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuyaangalie majina hayo, ambayo majina hayo yana athari kwa waja wake, au kama ikiwezekana pia muda ukituruhusu tutaongeza majina mengine. Lakini nimependelea kuanza na majina mawili ambayo majina haya yanapatikana ndani ya suratul Fatiha. Mwanzo kabisa suratul Fatiha, Allah tabaraka wa taala anatuambia: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Arrahman ismu min asma'i Allah subhanahu wa ta'ala,
Warrahim ismullahi subhanahu wa ta'ala. Arrahman ni jina la Allah tabaraka wa ta'ala. Kila mja kila siku jina hili analikariri mara 5 katika swala za faradhi, waqad yuqirruha, na inawezekana akalirudia jina hili la Allah tabaraka wa ta'ala akthara min 5 marrat, zaidi ya mara 5. Lakini je, huyo mja akilikariri jina hili ndani ya Qur'ani au ndani ya suratul Fatiha analitendea haki kama ipasavyo? Kwa sababu hii Qur'ani imeteremsha tuwe tunaizingatia. Ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala akatuambia kwamba tuizingatie Qur'ani hii ili tupate kupata mazingatio. Sasa hili jina la Ar-Rahman na Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala amejiita Ar-Rahman. Haya majina ya Allah ndani ya Qur'ani yana maana, kila jina lina maana yake na lina wasifu wake, na Allah tabaraka wa ta'ala ana majina mengi. Ilikuja pia katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam wakizungumzia kwamba Allah ana majina 99, lakini wanawachuoni wanatuambia Allah tabaraka wa ta'ala ana akthar, ana zaidi ya majina ya 99 iliyothibitishwa na hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa akiomba akasema, au ista'tharta fi ilmi al-ghaibi indak, au katika yale mambo ambayo Allah, katika yale majina ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyadhibiti katika ilmu yake. Kwa hiyo Ar-Rahman ni jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa ta'ala, ambayo jina hili linabeba sifa ya Ar-Rahma. Lakini pia Ar-Rahim ni jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hili jina nalo linabeba fiili ya hili jina lililotangulia, kama anavyotuambia Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema kwamba hili jina la mwanzo Ar-Rahman dalun ala dhati llahi au ala sifati dhati. Hili jina la Ar-Rahman linatujulisha juu ya sifa inayopatikana ndani ya jina hili ambayo ni sifatu rahma. Lakini pia hili jina la pili Ar-Rahim linatujulisha kwamba yarhamu ibada, Allah tabaraka wa ta'ala anawarehemu waja wake. Na ndiyo maana ukitembelea au yule ambaye anatadabbur ndani ya Qur'ani anakuta mara nyingi haya majina yapo ndani ya Qur'ani akthara min aya, zaidi ya aya 1. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ndani ya jina tu Ar-Rahman tunapata sifatu rahma, na hii rahma imetawanywa kwa waja wake. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwamba wa rahmati wasi'at kulla shay'in, na rehema zangu zimeenea kwa kila kitu. Ndugu zangu katika imani, min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa rehema za Allah tabaraka wa ta'ala, an arsala ilaina rusulan au rasulan. Kwa rehema za Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akatutumia mtume, ambayo hii sifatu rahma inapatikana katika jina Ar-Rahman. Kwa rehema zile za Allah tabaraka wa ta'ala akatutumia sisi mitume. Lau Allah tabaraka wa ta'ala angetuumba sisi tu alafu akataka tumuabudu, lakini hajatutumia yule ambaye atatuongoza, hili jambo lingekuwa sio katika rahma za Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini min rahmatillah, kwa rehema zake Allah tabaraka wa ta'ala akatutumia mtume, akawatumia na nyumati zilizopita akaitumia mitume, lengo na madhumuni ili watu wapate kumtambua Allah tabaraka wa ta'ala, kwani Allah amewaumba waja hawa ili wamwabudu. Haiwezekani ukamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala ipasavyo isipokuwa mpaka uwe unamjua ni nani huyo Allah tabaraka wa ta'ala. Na kwa vile kwamba Allah tabaraka wa ta'ala aliona kwamba waja wangu lazima wanitambue, akajitaarifisha kwa majina yake ndani ya Qur'ani. Miongoni mwa majina hayo ni hili jina Ar-Rahman ambalo kunapatikana Ar-Rahma, na hii rahma inaenea kama tulivyotangulia kusema kwamba Allah ametuletea mtume kwa sababu yeye ni mwenye kusifika na sifa ya nini? Na sifa ya Ar-Rahma. Lakini pia vile vile miongoni mwa rehema za Allah tabaraka wa ta'ala, anzala ilaina kitaban, akatuteremshia Qur'ani sisi. Allah tabaraka wa ta'ala kwa rehema zake akatuteremshia Qur'ani. Lau Allah subhanahu wa ta'ala asingekuwa ni mwenye kusifika na sifa ya rahma, angetuteremshia Qur'ani sisi? La, aljawabu la. Kwa hiyo kwa ile rehema ya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akatuteremshia Qur'ani na akatuamrisha Qur'ani hiyo tuisome na tuizingatie. Hii ni katika rehema ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pia vile vile ndugu zangu katika imani, katika rehema za Allah tabaraka wa ta'ala akatujalia sisi ni wenye kupata elimu,
akatufundisha sisi kutokana na ujinga tukawa ni watu wenye elimu. Lau Allah tabaraka wa taala khalaqana, lau Allah tabaraka wa taala angetuumba sisi halafu akatuacha hivi hivi tukawa ni majuhali. Lakini pia vile vile kwa kuona kwa rehema za Allah tabaraka wa taala akawajalia watu ni wenye elimu, na pia vile vile Allah tabaraka wa taala akawanyanyua wale ambao waliopewa elimu, akaijalia kwamba elimu ina manzila iliyokuwa kubwa. Lakini yote haya yanatokana na rehema yake Allah tabaraka wa taala, kuona kwamba waja wangu wanastahiki kuwa na elimu, wanastahiki kunitambua kwamba mimi ni nani, wanastahiki pia kufahamu mambo yao yanayoendelea katika Uislamu wao. Yote haya yanayopatikana ni katika rehema za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia vile vile ndugu zangu katika imani, min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala ja'ala al-layla wan-nahar, miongoni mwa rehema za Allah tabaraka wa taala ni kutujalia usiku na mchana. Muislamu anatakiwa atadabbar, azingatie, lau Allah subhanahu wa ta'ala angeujalia tu kuwa ni usiku tu, hakuna mchana, kama alivyosema ndani ya Qur'ani, alivyosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan man ya'tikum binahar, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia kwamba, anamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, waambie hebu nipeni habari mimi, hivi lau Allah tabaraka wa ta'ala angeujalia usiku tu kuwa ni milele, nani angewaletea mchana nyinyi? Ndugu zangu katika imani, hii inatakiwa tuzingatie rahma za Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pia vile vile Allah tabaraka wa ta'ala akaujalia pia mchana, lengo na madhumuni mchana huo litabtahu min fadlillah, lakini pia lengo na madhumuni la kuwekewa usiku litaskunu fihi, ili mpate kutulizana katika usiku. Kwa hiyo hizi zote ni rehma za Allah tabaraka wa taala, ambazo rahma hizi zinapatikana katika jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala, ambalo ni jina Ar-Rahman. Lakini pia vile vile ndugu zangu katika imani, min rahmatillahi tabaraka wa taala, katika rehema za Allah tabaraka wa taala ambazo zinatokana na jina hili la Ar-Rahman war-Rahim, Allah tabaraka wa taala fataha, ametufungulia sisi abwaba at-taubati war-rahma, milango ya toba. Mja atakapofahamu ya kwamba mimi nimefanya kosa fulani, mimi nimefanya maasi fulani, Allah tabaraka wa taala akaona amfungulie mja wake milango hiyo ya kurudi. Hii yote pia ni katika rahma za Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuambia ndani ya suratu Zumar, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Anamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, qul ya Muhammad, sewa Muhammad, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mliopitiliza katika kufanya madhambi juu ya nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma za Allah tabaraka wa taala,